Nisikilize kwa umakini. Nisikilize kwa umakini sana. Sasa umejuana na mtu, mkazoeana, na baadaye mkapendana na kuwa kwenye mahusiano. Baada ya kukutana sehemu tofauti tofauti, siku moja ikafika ukaona uende kwake. Si unajua tena haya mambo ya mahaba na nini. Sasa katikati ya usiku, tena usiku wa manane, usiku mzito mno, unagundua huyo mtu chakula chake ni nyama za watu. Yaani anakula nyama za wanadamu. Tena sio zilizopikwa, nyama mbichi mzee, nyama mbichi. Hey! Huu ni mkasa mwingine tena mabibi na mabwana, mkasa wa kusisimua sana unaomhusu binti ambaye alikuja kukutana na kisanga cha ajabu baada ya kujua mpenzi wake anakula nyama za binadamu. Nahitaji ukae hapo ulipo unisikilize ili usije ukapitwa na utamu hata kidogo. Kumbuka stori zetu zinaanza hapa hapa na kuishia hapa hapa. Kwa hiyo tuliza moyo wako, ubongo wako, mwili, nikusafirishe kwenye hii simulizi ya kusisimua sana. Lakini kabla tujaendelea wadau, hii ni channel yetu mpya. Kule tulipokuwepo tumetoka kwa sababu tulikuwa tunataka tutengeneze brand. So this is Nachtor. Hapa ndo tutakuwa tunatoa simulizi mpya mara kwa mara. Utakuwa unakosa story hapa. Kwa hiyo cha kufanya, hakikisha umesha subscribe kwenye hii channel na uwashe hicho kikengele ili unapokea notification pale tu tukiposti video mpya. Usipitwe, usiwe nyuma, uwe mwanafamilia. Kwa hiyo this is Nachtor. Subscribe, story mpya always zitakuwa zinatokea hapa. Tutakuwa tunajitahidi kuposti walau mara 3 kwa wiki mpaka mara 4. Kwa hiyo unakosaje unyama kama huo? Mimi hapa ni Izkonka, unaweza kunifollow kwenye mitandao ya kijamii, natumia jina hilo hilo @Izkonka, lakini pia platform za Nachtor hivyo hivyo, Instagram Nachtor, TikTok Nachtor, Twitter na kila sehemu. Hapa YouTube subscribe, usikae nyuma, au sio bana? Twende kwenye story. Kuna dada anaitwa Violet, ana umri wa miaka 34, mrembo, mtulivu, mkimya na hana mambo mengi kiukweli. Hamu kubwa ambayo ipo kwenye moyo wa Violet ni kuona siku moja anaolewa. Amesoma, ana kazi nzuri, lakini vyote hivyo ni kama vilikuwa vimtoshi hivi. Kiu yake kubwa ni kuona siku moja na yeye anapata mwanaume ambaye angemuita mume wake. Na sio kwamba washikaji walikuwa hawamfuati, hapana. Wapo watu wengi tu ambao wametamani sana kuwa na Violet, lakini yeye ana vigezo vyake ambavyo amejiwekea. Kwanza, hataki mwanaume ambaye hana hela, na hata akiwa na hela anataka awe amesoma. Tena walau awe ana masters. Yaani awe amechapa degree ya kwanza, lakini pia awe amechapa na degree ya pili. Wengi ambao walikuwa wanamfuata walikosa hivyo vigezo mpaka alipokutana na jamaa mmoja ambaye anaitwa Renatus. Walikutana tu kwenye mgahawa. Wakazoeana, jamaa akamwachia business card. Mambo hayo. Baadaye kwenye maongezi ya simu sasa ndio Violet akagundua jamaa ni tajiri. Tena kwenye ule mgahawa walikutana pale, jamaa tenda yake ni kusambaza mchele na nyama. Alafu sasa sio kwenye hoteli moja tu ambayo eti hiyo walikutana, hapana. Ni nyingi tu mjini, kubwa kwa ndogo. Mchizi hiyo ndo tenda yake anayofanya, anawasambazia nyama na michele. Sasa kwa namna jamaa alivyokuwa anaongea, Violet akagundua mchizi ana hela nyingi mpaka ajui hata azifanyie nini. Kile kigezo cha kwanza cha Violet kikawa kimetimia. Baadaye kwenye mazungumzo hapa na pale akafahamu kuwa jamaa amesoma nje na ana masters ya uongozaji wa biashara. Violet akaona mtu wa ndoto zake si ndio huyu sasa. Akawa anasubiri wakati sahihi, wakati ambao wala haukuchelewa. Renatus alipomueleza kuhusu swala la kutaka wawe pamoja, Violet akakubali haraka haraka bila hata kuacha hiyo fursa impite. Wakaingia kwenye mahusiano. Violet alikuwa anataka ndoa, yani leo kesho ile. Kila akimtafakari Renatus, yeye anachoona ni mumewe tu. Akawa yupo kasi kinoma yani. Mara akamchukua akampeleka kwao, mara akamtambulisha sijui kwa dada zake na kaka zake, marafiki, unajua zile. Mara hataki kumkutanisha na wazazi. Renatus yeye hayo yote alikuwa anayatazama na kuyapokea kwa tabasamu tulivu tu. Violet alitamani kuona Renatus anatamka neno ndoa, kwani alishajaribu kuwaulizia ndugu zake awaone basi, lakini jamaa akamjibu kwamba wako nchi za nje, wakirudi atamkutanisha nao. Violet akaona amebakiza kitu kimoja tu sasa, kumuonesha huyu mvulana kwamba yeye ni msichana ambaye anastahili kabisa kuitwa mke. Si kingine bali kumuonesha uwezo wake wa kufanya kazi za nyumbani.
Na hapo ndipo alipoanza madai ya huyu binti kutaka kufika nyumbani kwa Renatus. Mwanzo tangu hao wawili walipojuana, kukutana kwao ilikuwa ni kwenye hoteli tu au maeneo mengine. Mpaka kufikia wakati huo bado Violet hakuwahi kufika nyumbani kwa Renatus. Lengo la Vai ilikuwa tu ni kumuonesha Renatus kwamba yeye ni mwanamke kamili. Yaani kama anamuona ni wa kukaa tu ofisini, basi aone na upande wake mwingine ambao ni upande wa kuosha vyombo, kutandika kitanda, kupika na mambo mengine yote ya nyumbani. Sasa siku moja, ilikuwa usiku sana. Ilikuwa ni Ijumaa ile. Walikuwa wamekutana kama ilivyokuwa kwenye ratiba yao, mwisho wa wiki lazima wakutane. Baada ya matembezi hapa na pale, walikaa ufukwe mmoja, wakawa wanaongea. Mara Violet akamwambia Renatus, kila siku nakwambia unipeleke kwako lakini hutaki. Unanizungusha tu. Au unaishi na mwanamke mwingine? Renatus akashtuka akamuuliza, mwanamke mwingine? Kwa nini unasema hivyo? Mbona umefika mbali sana? Violet ambaye alikuwa amechoka kuomba jambo moja kila siku, akamjibu Renatus, kama hutaki nifike mbali, basi leo nipeleke kwako, na kama hutanipeleka, mimi na wewe basi. Renatus hakutaka kumkwaza Violet, aliridhia hitaji lake, akakubali kuongozana naye kwenda naye mpaka anapoishi sasa. Picha linaanza, mjengo upo Masaki mzee. Nyumba ya ghorofa moja, mlangoni walinzi wa maana, magari ya kutosha yamepangana uwanjani mzee wa kazi. Violet akaangalia, akili kamwambia kabisa haya ni ya Renatus na amewahi kumuona nayo. Kwa hiyo moja kwa moja hapa ni nyumbani kwake. Wakaingia ndani. Muda huo usiku umeshaingia pia. Akaanza kuonyeshwa maeneo muhimu. Hapa ndo sebuleni, kule ndo jikoni, vile vya kule ni vyoo vya nje, hichi ni choo cha ndani, pale ndo bafu, hichi ni kidude cha mlinzi na nini. Mambo kama hayo. Pia ndani mle, hapa ndo store, ili asije akajichanganya baadaye. Au sio bana, mama mjengo. Baada hapo wakapanda juu na kuelekea chumbani. Renatus alidai amechoka sana sababu siku hiyo alikuwa amezunguka sana kwenye mahoteli na ratiba ilikuwa inaendelea na kesho yake pia. Kwa hiyo akaona ni bora apumzike ili amke na nguvu mpya kesho yake. Kulikuwa kuna TV mule chumbani. Kwa hiyo akamwambia Violet, kama utajihisi kuangalia basi awashe tu angalie. Yeye anapumzika. Wakati anapewa maelezo, Vai akadakia kuuliza kitu kingine kabisa. Kwa hiyo ndani ya jumba lote hili unakaa mwenyewe tu? Renatus akatabasamu na kumjibu, ndio, na nimezoea. Vai akauliza tena, usafi je? Unataka kuniambia humu ndani nani anasafisha humu ndani? Nani anakusaidia yani? Renatus akacheka. Vai bwana, umekuja mpaka home. Umeona hamna mtu kabisa hapa. Ila bado maswali yako ni kama una mashaka hivi. Haya, usafi huwa na kodi kampuni ya usafi kwa weekend ambazo niko nyumbani. Vai akadakia tena, kwa hiyo mpaka uwepo nyumbani? Renatus akajibu ndio. Maana kuna vitu vyangu sitaki vionekane. Mpaka nivifiche ndo waingie wafanye usafi. Vitu gani? Renatus ni kama akakwama hivi. Ni kama hakuwa amekusudia kutoa hiyo kauli, kwa hiyo ikabidi aingize kama kamzaa hivi. Kama hela. Wasije wakaona vibunda vya hela zangu. Mwisho akamsisitiza asije akatoka ndani ya chumba. Vai akauliza kwa nini? Renatus bila maelezo akamjibu, usitoke tu. Kisha akalala. Vai hakuwasha TV. Aliona kuna vitabu ndani ya hicho chumba. Kwa hiyo akakamata kimoja cha novel ya Kiingereza, akawa anasoma taratibu. Kumbuka ni msomi huyu, kwa hiyo Kiingereza nini fresh. Kufika mida ya saa 5 hivi, inaenda kama saa 6 usiku. Violet akawa amechoka sana. Usingizi ulianza kumwelemea. Ila sasa kukawa kuna kitu kingine. Kiu kilimbana. Akainuka na kutafuta maji mule chumbani, akakosa. Lakini kamwambia aende nje akaangalie. Hapa akakumbuka kuwa ameambiwa na boyfriend wake asije akatoka ndani ya hicho chumba. Violet akafikiria kumwamsha Renatus ili amuelekeze maji yalipo, ama ikibidi atoke akamfuatie. Lakini alipomcheki jamaa akamuona anakoroma sana. Akajiambia huyu jamaa amechoka sana na sio vizuri kumletea usumbufu kwa kitu kidogo kama maji ya kunywa. Kwa hiyo akaamua tu kutoka mwenyewe bila kujali kuwa alikatazwa kufanya hivyo wala nini. Ile nyumba ilikuwa imejengwa kipekee sana. Hata kama taa zimezimwa, mtu ukiwa unapita hivi kwenye corridor zinakuwa zinajiwasha. Ukipita zinajizima, zinakuwa zinakusaidia kupata mwanga. Vai alikuwa anatafuta friji, akaliona, akalifungua freshi na kuona kuna maji pamoja na vitu vingine. Akaenda jikoni, alifuata glass. Akafungua kabati, vumbi kali mno likampiga usoni.
Pia ilikuwa inaonyesha kwamba hili kabati halijafunguliwa kwa muda mrefu kinoma. Na aliposhika ile glasi nayo ilikuwa ina vumbi kinoma. Vumbi la chombo kukaa muda mrefu bila matumizi. Violet akachukua. Akaenda akawa anasuuza ili akachukulie maji kwenye friji. Sasa wakati anaisuuza ile glasi, akili kana inamwambia kwa nini asifanye usafi usiku huo? Kwa nini asisafishe nyumba ili Renatus akiamka iwe kama surprise hivi yani? Kwa akatoka usingizini afu kakuta nyumba imefanywa usafi kwa sehemu kubwa. Violet akaona amepata bonge moja la wazo. Alimaliza kunywa maji akarudi zake chumbani. Bado Renatus alikuwa amelala. Akawasha taa nje na kuanza harakati sasa za usafi. Alikumbuka Renatus alimuonesha store ilipo. Akaamini huko hawezi kukosa kabisa vifaa muhimu vya usafi. Kimbembe ilikuwa ni mlango. Ule mlango wa store ulifungwa na njia zilikuwa ni mbili tu. Atumie ufunguo ama njia nyingine ambayo alimuona Renatus anaitumia. Renatus bana na pete yake. Alikuwa anaitumia kugusa kwenye vitasa vya mlango ambavyo vimefungwa. Mojawapo ilikuwa ni huo wa store. Aliugusa, akaufungua kidogo na kuurudishia. Wakati anamuelezea Violet kuhusu mazingira ya nyumba yake sasa. Violet hawezi kujua huo ufunguo ulipo, lakini pete ipo kwenye kidole cha Renatus. Huyu msichana mwenye heka kichwani mwake kukaa kumeibuka wazo lingine tena. Akarudi paka chumbani. Bado Renatus yupo usingizini. Akarudishia mlango taratibu ili asije akamwamsha mchizi. Akanyata mpaka kwenye kitanda. Akachukua mkono wa jamaa akausogeza kifuani mwake. Sasa iko hivi. Huo ulikuwa ni usiku wa kwanza wa Violet kulala kwa Renatus. Lakini haikuwa siku ya kwanza kwa hawa wawili kulala pamoja. Wamewahi kulala pamoja mara nyingi tu kwenye hoteli za hapa na pale maeneo hapo mjini. Hivyo Violet anamjua Renatus akilala. Anamjua kuwa ana usingizi mzito mno. Ule mkono alioweka kifuani mwake ndio ulikuwa na pete. Violet aliichomoa taratibu mpaka ile pete yote ikatoka kidoleni kwa jamaa. Akazuga kidogo kwa kubaki kitandani kwa muda, alafu akarudisha tena ule mkono wa jamaa taratibu ulipokuwa. Akasubiri kidogo tena ndo akatoka nje. Msichana wa watu wala hata hakuwa na lengo baya maskini. Nia yake ni kuonesha tu mapenzi. Aliamini mchizi akiamka akikuta nyumba ni safi atapenda na kufurahia. Na pengine inaweza kuwa ndio tiketi yake ya kwenda kumpeleka kwenye safari ya ndoa. Violet akarudi mpaka kwenye mlango wa store. Akategesha ufunguo, kitasa kikawaka rangi ya kijani na kujitegua. Wacha. Akaufungua mlango na akaingia ndani. Na kile alichokiona kikamshangaza. Violet akavuta pumzi ndefu na kuingia ndani, huku tayari akili yake ikiwa imejenga picha ya kuona ndoo, sabuni na vifaa tu vingine vya usafi. Lakini hatua ya kwanza tu ndani ya chumba hicho, miguu yake ilisimama yenyewe. Kulikuwa na hewa nzito alafu ya ajabu kinoma yani. Haikuwa hewa ya kawaida mzee. Kwanza kulienea harufu ya damu ndani ya kile chumba. Taa za pembeni zinajiwasha na kujizima zenyewe. Zikaanza kufichua mazingira ya store. Violet akabaki amesimama kama sanamu. Upande wa kushoto kulikuwa kuna friji kubwa sana. Pembeni yake kulikuwa kuna meza ndefu ya chuma. Meza inayofanana kabisa na zile meza za mochwari. Kwenye hiyo meza sasa kulikuwa kuna visu vikubwa vimepangwa kwa mpangilio hivi. Baadhi vilikuwa na madoa mekundu yaliyokauka. Ndoo 3 nyeusi zilikuwa zimesogezwa kwa pembeni ukutani. Na sakafu ilikuwa na madoa ya kaki yaliyofutwa vibaya, yani kama mtu alikuwa anasafisha damu kwa haraka. Violet akahisi koo lake kukauka. Akili yake ilikataa kuelewa anachokiona. Macho yake akatua tena kwenye ile meza ya chuma. Kulikuwa kuna nyama juu yake, nyama mbichi. Nyama iliyokatwa vipande vikubwa. Mwanzoni alitaka kuamini hii ni nyama ya ng'ombe, lakini macho yake yalipozoea vizuri ule mwanga, akaona kitu kingine. Kitu kinachofanana kabisa na kiganja cha mkono wa mwanadamu mzee. Vidole vilikuwa vinaonekana wazi kabisa, ni kucha, ngozi, vyote ni vya mwanadamu. Sasa kwa uoga ambao ulikuwa umejaa moyoni mwake, Violet akawa anarudi nyuma sasa. Sasa kwa sababu aangalia na kurudi, yeye kakazana kuikodolea ile meza. Kwa bahati mbaya akaigonga ndoo. Ndoo na yenyewe ikaanza ikutaka kuanguka kinyonge. Ikawa inaanguka kama inamfanyia ile, mimi ndo naenda. Kwa hiyo ikapiga kelele. Ule mlio ukasikika nyumba nzima. Violet akajishika mdomo haraka.
Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi kinoma kama vile unataka kutoka. Ndipo akasikia sasa sauti kutoka juu ghorofani. Vai! Ilikuwa ni sauti ya Renatus. Mwili wa Vai wote ukapigwa na ganzi. Akageuka huku na kule kwa haraka haraka kutafuta pa kujifichia. Lakini macho yake yakatua kwenye jokofu kubwa. Kulikuwa na picha ndogo ndogo zimebandikwa juu hivi, juu yake. Watu tofauti tofauti, wanaume kwa wanawake. Wengine walikuwa wanatabasamu kwenye hizo picha, lakini baadhi walikuwa wamewekewa alama nyekundu ya X usoni. Violet akaanza kujiona mzito. Vai! Safari hii sauti ya Renatus ilikuwa karibu zaidi. Alikuwa ameshaanza kushuka ngazi. Kwa haraka, Violet akazima taa store, akafunga mlango na kujaribu kujituliza. Akashika mopa na ufagio ili aonekane kwamba alikuwa anafanya usafi. Lakini mikono yake ilikuwa inatetemeka vibaya mno. Sekunde chache baadaye, Renatus akatokea sebleni. Akasimama mbele yake. Wakawa wanatazamana hivi sasa. Hakuna anayemwongelesha mwenzake, ni kuangaliana tu. Vai alijitahidi kutengeneza tabasamu la uongo na kweli usoni mwake. Samahani baby, nilikuwa nataka kukusurprise, nikaona nifanye usafi kidogo. Renatus hakumjibu hapo hapo. Alikuwa anamtazama tu usoni. Macho yake yalikuwa tofauti kabisa na yale aliyokuaga anamwangalia nayo kila siku. Hayakuwa ya upole tena. Yalikuwa mazito, makali, kama ya mtu aliyekuwa anapima jambo kwa kina. Kisha akauliza kwa sauti ya chini sana, kama anataka kufoka hivi. Kwa nini hukutaka kunisikiliza? Nilikwambia usitoke chumbani. Violet akajitetea. Nisamehe baby, nilitaka nifanye Kabla hajamalizia Renatus akaingilia kauli yake, umeingia kule. Violet akashtuka, akajifanya kuuliza, anajilazimisha kuonekana kama yuko sawa hivi. Kule wapi? Renatus alimjibu store. Violet akameza mate kwa shida. Hapana, nilikuwa natafuta vifaa vya usafi tu nikakuta pamefungwa. Renatus akaendelea kumtazama kwa sekunde kadhaa. Kimya kizito kikatawala pale sebleni. Violet alikuwa anahisi kabisa kama jasho la baridi hivi linamtiririka mgongoni. Mwisho Renatus akatabasamu kidogo. Okay, akageuka polepole, achana na usafi wa usiku wa manane. Hebu njoo tulale. Kisha akampa mgongo Violet na kuanza kupanda ngazi kurudi juu. Walirudi chumbani. Renatus akalala upande wake, akampa mgongo Violet. Lakini safari hii hakukoroma kama mwanzo. Alikuwa amelala akiwa kimya kabisa. Na ule ukimya ulimwogopesha Violet zaidi kuliko hata yale makelele ya kukoroma. Vai hakulala kabisa. Aliendelea kukaa kitandani akiwa macho gizani, huku akili yake ikizunguka kwa kasi. Kila alipofumba macho, alikuwa anaiona ile meza ya chuma. Anaona ile mikono. Anaona ile picha yenye alama ya X kichwani. Akaanza kuunganisha mambo kichwani mwake. Biashara ya nyama, mahoteli mengi, utajiri mkubwa, kutotaka mtu afike nyumbani kwake, kutokuwa na ndugu anaonekana. Mungu wangu. Violet akahisi tumbo linamgeuka. Muda ukapita taratibu. Dakika kama 20 hivi baadaye akasikia Renatus anamuita. Vai! Akashtuka, akataka kuruka kwa juu atokee kwenye dari. Akaitikia kwa uoga kinoma. Naam. Renatus akakaa kimya kidogo, akamuuliza, "Kumbe hujalala? Kuna kitu nataka kukuuliza." Vai huku moyo unamdunda, akaoje, kitu gani? Ukigundua mtu ana siri mbaya sana, unaweza kuishi naye? Violet hakujibu. Akaanza kuhisi jamaa amejua nini kama niliingia kule store. Ikabidi ajibu, inategemea ni siri gani, lakini kwa nini unauliza hivyo? Renatus akafumbua macho polepole na akamgeukia. Kwa mfano, ukigundua mtu anakula nyama za watu, alafu ni mtu wako wa karibu, utafanya nini? Kimya. Chumba kizima kikawa kimya. Violet alihisi kabisa damu imeganda mwilini mwake. Renatus akaendelea kumwangalia usoni moja kwa moja, macho kwa macho. Hiyo inaitwa umeingia store na kuona kilichokuwa kule ndani, si ndio? Violet akakurupuka na kushuka kitandani, akawa anajitetea kwa sauti kama mtu anataka kulia hivi. Renatus, mimi? Unakwenda wapi? Alafu usipige kelele. Sauti ya Renatus ilikuwa ya chini, imejaa utulivu, lakini ilikuwa ya kutisha sana kwa Violet. Nimeshtuka, sijakuta pete kidoleni mwangu. Ulikuwa unatafuta nini store? Hiyo ndio ilikuwa sababu inakufanya ng'ang'anie kuja nyumbani kwangu? Wewe ni nani Violet? Polisi? Nani wewe umekuja ili kunipeleleza? Unataka nini? Violet akaanza kulia, Mungu wangu, Renatus kwa nini? Why? Please usiniue, nisamehe. Renatus akakaa kitandani, akavuta pumzi ndefu. Unajua mara ya kwanza nilikula nyama binadamu ilikuwa sio
kwa kupenda. Violet alikuwa anamtazama huku machozi yanamtoka. Mwaka wa 2012 nilikuwa Kongo. Kulikuwa kuna mapigano. Nilikuwa mapolini siku 6 bila chakula. Siku ya 7 rafiki yangu alikufa. Kisha akasema, taratibu sana. Nilimla nyama yake mbichi. Violet akajifunika mdomo kwa mshtuko. Yaani anazuia kilio. Alitamani angekuwa na mikono ya ziada ili azibe na masikio asisikie kile kilichokuwa kinaongelewa eneo la tukio. Nilidhani nitatapika. Nilidhani nitaichukia labda. Lakini baada ya muda mwili wangu uliizoea. Niliporudi Tanzania, nilitaka kuishi kawaida. Ila kuna hamu ilikuwa inanisumbua Violet. Yaani kila nikikaa natamani ile ladha niliyoipata ijirudie. Renatus akasimama taratibu. Unajua kitu cha pekee zaidi ni nini? Nyama ya binadamu ni tamu kuliko nyama yoyote ambayo uliwahi kuila Violet. Mungu wangu! Violet akageuka na kukimbilia mlangoni, lakini kabla hajaufikia Renatus alimwahi akamkamata kwa nguvu. Violet akapiga kelele huku akijaribu kujinasua. Niache! Renatus akamfunika mdomo. Usinilazimishe nikufanye kitu kibaya. Violet alikuwa anahangaika kama vile kichaa. Miguu inapiga mateke, mikono inaruka kila kona, lakini Renatus alikuwa na nguvu sana. Akamvuta mpaka ukutani. Vai, tulia. Polepole akamwachia. Violet akajibanza ukutani huku analia. Nakuomba niache niende tafadhali. Renatus akamwangalia kwa muda. Kama ningetaka kukuua, ningekuwa nishafanya hivyo muda mrefu sana. Basi nifungulie niondoke. Kiondoka utaenda polisi. Siendi na hapa siendi. Renatus akacheka sana. Kicheko kilimtetemesha sana Violet. Wote wanasemaga hivyo. Violet akashuka. Wote kina nani? Renatus hakujibu moja kwa moja. Akageuka na kuchukua glasi ya pombe. Akaanza kunywa taratibu. Na hapo ndipo Violet akajua kulikuwa na wengine. Na huenda hawakuwa hai tena. Akakumbuka jambo. Akataka kupata uthibitisho kwa kuuliza, Renatus, wale watu kwenye ile picha ni akina nani? Renatus akaangalia pembeni kidogo kabla ya kumjibu. Akamwambia baadhi yao walikuwa marafiki. Na wengine walikuwa chakula. Violet akapiga kelele kidogo, hofu inazidi kumjaa, anataka hadi kuingia ukutani kwa jinsi alivyojibanza. Renatus akaendelea kunywa pombe kama vile alikuwa anaongea kitu cha kawaida kabisa. Tatizo la binadamu ni kwamba wanahukumu vitu ambavyo hata hawavielewi. Simba, kila mtu anaonekana tu ni mnyama wa kawaida, basi kaamua kula tu. Lakini mwanadamu akila mwanadamu mwenzake, kila mtu anaanza kupiga kelele. Mungu wangu! Violet alinong'ona huku machozi yanamtiririka. Yaani alikuwa anajuta vibaya mno. Renatus akamwangalia akamuuliza, vipi mama, unaniogopa? Violet hakujibu hapo hapo. Akaendelea kulia kwa uchungu huku anasema, laiti ningeajua haya yote nisingesu. Akaishia katikati. Usingesubutu kufanya nini? Mimi najua nimepata mke na ninaamini tutaoana. Alafu tuendeleze utaratibu wetu wa kula nyama za wanadamu, au unasemaje? Wewe utaratibu kama ungekuwa Vai ungeuchukua. We, hapo ndo Vai ni kama alikuwa amechanganyikiwa baada ya kusikia hayo. Akatoa sauti kali ya kelele na akaanza kukimbilia mlangoni. Renatus akachukua ile chupa ya pombe akamfuata nayo pale na akamtandika nayo kichwani. Vai chini. Damu zikawa zinamtiririka, analia, anasota, hajiwezi, kichwa kinamuuma kinoma. Akasikia mlango unafunguliwa. Afu akaanza kuburuzwa. Alitamani kushika sehemu ajizuia lakini alishindwa. Renatus alikuwa amemshika mguu mmoja, anamburuza sakafuni kama zigo la takataka. Namna taa zilivyokuwa zinawaka na kuzima, Vai alikuwa anajiona kabisa vile alivyokuwa anaingia kwenye shimo la kuzimu. Paka kwenye ngazi, akawa anashushwa, kichwa chake kinagonga kwenye sakafu, anapiga kelele lakini jamaa ajali. Alivutwa mpaka chini, akawa anaona namna anavyopelekwa kabisa store. Hatimaye wakafika store. Hapa sasa ni buchani. Akawa anaona kabisa mwisho wake wa uhai, si ndio hapa? Hapa ndo anaenda sasa kwa sagodi, maisha yake yameisha. Hakuweza kujizuia wala kujishika kwa lolote. Haja ikamtoka, kubwa kwa ndogo. Mzee akasikia tu mtu anasikitika. Haya, shaniharibia mboga yangu. Shenzi kabisa wewe. Kilichofuata,
akasikia kitu kizito sana kikatua kichwani mwake. Akapata maumivu makali ya sekunde moja, sekunde ya pili akazima. Violet akafungua macho, watu wenye nguo nyeupe wakawa pembeni yake wakihangaika, huku yeye akiwa amelala chali. Akatabasamu na kuamini huenda tayari amefika peponi. Lakini ghafla kuna mlio alikuwa ameusikia kwa mbali. Mlio wa ti ti ti. Akili ikawa inamuuliza, akili yake yani. Ikawa inamuuliza, "Wewe Vai, mbona kama mlio ushai kusikia huu?" Na yeye akawa anaijibu akili yake pia, "Wapi sasa?" Akapata jibu moja, hospitali. Bwana Violet alikuja kushtuka yuko hospitali. Fahamu sasa ndo zimemrudia. Manesi wamemzunguka na madaktari wana nyuso za furaha. Wanampa pole na hongera. Anatamani kuuliza amefikaje, lakini wakamwambia atulie. Anahitaji kupata matibabu zaidi. Na kweli Mungu ni mwema. Violet baada ya siku 2 aliweza kufungua kinywa chake. Ndipo hapo sasa aliporuhusiwa kuonana kwa ukaribu na ndugu zake chini ya uangalizi mkubwa. Alipohoja amefikaje, akajibiwa hiyo ni miezi 8 imepita. Yuko kitandani akiwa ajitambui kwa lolote. Akaelezwa aliokotwa huko Bagamoyo akiwa amefungwa kwenye kiroba. Wanakijiji wa eneo alilotupwa walipogundua na hema ndo wakamfikisha sasa kituo cha afya cha karibu, na hiyo ndo ikawa njia yake ya uponaji. Aliyekuwa akizungumza naye ni baba yake. Alimwambia kuwa walijitahidi mno kumtafuta, wakajaribu kumuuliza mchumba wake yule Renatus sasa, lakini alidai hajui alipo. Usikia Renatus ndio hapo Violet alipoinuka na kutaka kukimbia. Baba yake akamuuliza, "Vai, kuna nini tena?" Vai akajibu kukuelezea kwamba Renatus ndio alihusika na yote hayo na ni mtu anayekula nyama za watu. Hili jibu likaingia akilini kwa baba kwa sababu tangu Vai apatikane na kukimbizwa hospitali, Renatus hakuonekanaga tena. Polisi waliingia kazini kumtafuta huyo jamaa, lakini hawakufanikiwa kumpata. Walipofika kwenye nyumba ambayo anaishi, wakagundua na miezi 8 tangu ahame. Ikatambulika kuwa alipogundua tu Violet yuko hai, jamaa alikimbia. Lakini mkono wa dola ni mrefu sana. Mchizi baada ya miezi 3 tu akanaswa. Alinazwa kwenye lori la nafaka, amejificha, amejichimbia ndani ya mahindi. Mzee huyu jamaa ana roho ngumu kidogo. Washikaji wa Mamnasa huko Tunduma, mzee hiyo anaitafuta Kongo, alikuwa anataka akimbilie huko. Kwa hiyo akamtia pingu. Na uzuri hali ya Violet ilikuwa pia imeanza kuwa sawa kwa kujifunza kutembea taratibu kiasi cha kuweza hata kufika mahakamani kusikiliza kesi. Kesi ya Renatus ilikuwa hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa kwa hatia za kuua watu tofauti tofauti kwa nyakati tofauti, pia kuwala nyama zao. Violet akabaki na somo kubwa sana kuwa mapenzi ya dhati hayapimwi kwa sifa za kuonekana. Na hiyo ni kubwa sana. Na akawaelewa vizuri kabisa wahenga waliposema usihukumu kitabu kwa kutazama jalada lake. Hii story ina funzo kubwa sana kwa wanawake kwa sababu wengi wanapenda sana, wanawake wengi hasa wasichana wadogo, mama zetu wanaelewa, wanapenda sana kutafuta wanaume ambao wako perfect, pesa, mrefu, mweusi. Tuliopo mjini ndo sisi hapa ambao tunakula vichwa vya watu. Unaweza ukaja ukakutana na mtu wa ajabu sana, lakini akawa anafanya vile vitu ambavyo ndugu msichana unakuwa unavutiwa, sijui maua, anakuletea maua, yani anatengeneza mazingira kuonyesha kwamba yuko perfect. Hakuna mwanadamu perfect dunia hii ya sasa, hata ya zamani pia. Aweze kukununulia maua, aweze kukutoa out, aweze kufocus na kazi at the same time, awe loving. Na manage kutafuta pesa na kuwa loving ni ngumu sana. Kwa hiyo ni kuwa makini sana na mtu ambaye anajifanya yuko perfect. Yani mtu ambaye anajifanya yuko vizuri, yuko sawa, anavaga nguo zimenyooka, yani mtu fulani gari nini. Kudondokea kwenye shimo ambalo sio sahihi ukiwa unatafuta hiyo engo ya perfect man ni rahisi sana. Yani unaweza kujikuta kwa mtu wa ajabu. Alafu wanaume wengi wana uwezo mkubwa sana wa kuigiza. Anaweza akana kuigizia mpaka wewe mwenyewe ukashangaa. Yaani mtu anaigiza siku za mwanzo, baadaye anakuja kukubadilikia. Ndoa nyingi zimekufa. Ndoa nyingi sana zimekufa. Yani ndoa ina miezi imekufa.
Kwa hiyo ni kuwa makini sana. Hivyo na kushukuru Mungu kwa kile ulicho nacho. Bana, mimi hapa ni storyteller wako Teta Easy Konka. Naomba tukutane kwenye story inayofuata. Make sure umesubscribe kwenye channel yetu ya Nachitore. Tufollow pia kwenye kurasa zetu za Instagram pamoja na TikTok. Usikae mbali. Story ni nyingi, ndo tumeanza. Kwa hiyo tukutane story inayofuata. Bye.